mkawahi sikia mahali watu wanapeana testimonials ya vitu mapenzi imeonyesha town, tafadhali hiyo siku mniite na mnitafutia microphone yenye inaweza fikia watu huko mpaka kwa backbench, kwa sababu zile testimonials niko nazo ni mingi sana, hata sijui nitaanza kuchagua wapi. Sasa I was just minding my business, I was chilling, minding my business, doing my own thing, and then kijana ya mtu akaamua kunitafuta tu, na alini approach na style nyingine hapo, like sikuwa na option ila tu kuingia box. Sasa wewe ukienda mtu anakuapproach alafu anakuambia baby girl, I want to take you out for lunch, nini, everything on me, like tell me the place and location, I'm going to avail myself. Mtu akikuapproach hivyo utaingia box? Utaingia box? Sema ukweli. Tunataka hivyo, mtu anakuapproach na kutengenezea maneno, you know, like kitu tu ndio, hata at least ukituma hiyo inbox, yani I'm having a hard time saying no. That is what we like. So yeye alishajua mahali atani approach. Sasa akaniambia wewe fanya hivi, wewe tafuta location, but gari yangu iko garage, nataka mimi nikutreat, but I'll take a cab nikuje to your place and then I can fuel your car tuende mahali unataka. I was like, that sounds like something I want to do, so let's do it, let's go for lunch. So siku ikafika, we went for lunch, he came, everything went so well, it went so well, mpaka I was like, Mungu amenionekania, Mungu wa mapenzi finally amenionekania, kwa sababu hata huyu was a very different type from the usual type I usually go for, because mimi nachukuaga mostly senior citizen. Unaona vile tu mtu anaendelea you know, wale watu wako ile age ya kuandika will, karibu wako, that's my type, na usinijudge, that is my type. I love them the older. Kwanza hao watu wanaitwa daddy. I don't know, I have a very soft spot for them. So hao watu wa young saa zingine inakuwa ngumu juu sasa tunasumbuana. Anyway, that's a story for another day about my type. Huyu alikuwa Gen Z. Nikasema kumbe hata type, kumbe maybe type yangu imekuwa kwa Gen Z, ni vile tu nimekuwa nikipatia the wrong people chances. Okay, let's go. So everything went well. Now sasa red flag ilianzia kwa second date. Pile tulipatana alikuja na gari yake. It was a Discovery, a very nice looking car. Yunde siku nilifuel mara I fueled that car for the first time, because aliniambia nifuelie leo, vile nimetoka garage nini yangu imenisumbua and I'm so sorry, after some time imagine nitakurefund and I'm so sorry, I should be a gentleman. I was like, you treated me last time, you want to take a fuel, it's fine, uteka ngapi, ilikuwa ya diesel, nikaeka fuel tukaenda. Kumbe that was the beginning of my problems. Yeah. Honestly speaking, in my opinion, because mostly tulikuwa tunatumia hiyo gari yake kwenda kufanya deliveries ya magari. So alikuwa na nia company juu kupeleka gari lazima ningeninisa zile drivers wangu walikuwa wameshikana, mimi ndiye nilikuwa naenda kudeliver hizo magari. So ulikuwa napata I needed somebody wa kunia company ndio nikiachia client gari na mimi nipate means ya kurudi. So nilikuwa naona at least like in my head nilikuwa naona huyu ni mtu ananisaidia sana, kwa sasa bila hiyo lazima maybe ningetafuta pesa ya cab, nijue vile nitarudi ama nichukue ndudhi ama yani ilikuwa inaniokolea sana. So in my head I was like, maybe hata nikifuel gari sema nisaidia job, I didn't have a problem. Kumbe now that alichukua hiyo sasa akarelax, kila kitu akatulia, sasa ikafika mimi ndiye nitakuwa naeka hiyo gari yake mafuta. Alafu another thing, mtu akona gari iko na issues, unajipataka umeanza kushare nini, unajipataka umeanza kushare attention na hiyo gari, kwa sababu kidogo tukihang out tukienda mahali ndio hiyo gari imesimama imeharibikia kwa barabara. Sasa tulikuwa tunaenda place, unajipata tumeenda kwa garage, siku imeisha hivyo. Tukienda mahali sijui nini tena imezimikia kwa barabara tena tumemeka. Oh my god, mimi I suffered. I was mpaka ilifika mahali I was like, hapana, hii gari nayo it's too much bwana. It's too much. Hizi mashida haziishi. Hiyo gari haiko yani kitu moja kitengenezeshwe, another thing inatokelezea. Alafu another thing,
hiyo taa ya fuel, it was always on most of the time. When I'm not fueling, mpaka namwambia, kwani usikia uncomfortable kwenda na gari iko na low fuel levels? Yani hata nilikuwa nafikiria maybe it's part of the decoration ya dashboard, because hiyo gari mafuta nayo haikuwa nayo. It was always red. Sasa Lord, hizi mashida hazikuacha. It was getting worse and worse and worse. So ilifika mahali nikamwambia, siwacha nikuintroduce kwa mtu najua, cause niko kwa hiyo industry, najua mtu ako na garage yake, rafiki yangu mwenye na specify na discover, pengine ni mechanic wako amekuwa kikucheza. So maybe amekuwa kifanya hivyo ndio akukule pesa. So nikaenda nikamintroduce kwa mtu wangu, huyo mtu wangu, na akaanza kumtengenezea gari na kila kitu iko sawa, but that is as far as me and that friend of mine spoke after nimewa introduce. So I didn't know what was going on behind the scenes. Okay? So I'll come back to that later. Sasa kuna siku tumeenda petrol station. Nikasema hai, leo mimi sina pesa. Kwani mimi kila sana kwaga na pesa, mimi leo sina pesa. Tumeenda kwa petrol station. Na imagine akaenda na kafuel na akasema eka 2000. Sasa hizo anafikiria mimi, ana expect mimi out of nowhere miraculously I have 2000 shillings somewhere to fuel, because hiyo ni kitu nilikuwa nimemzoesha. So na mimi nikasema mimi sina do. Imagine sina. Na nikasema kama nikulala hapa acha tulale, but sitoi pesa tena. Alikaa kwa simu sijui mara kama ngapi akipiga kuna rafiki yake alimsort thou kwa Discovery, my friend, thou. Mimi nilikuwa nasikia tu kama dunia inazafunguka ipasuke. Mimi nimeanza because I was like, what is this? Alafu sasa kumake matters was kitu hata ilikuwa inaniudhi sana. Huyo mtu alikuwa wale watu wa kuchocha, wale wa kuchocha maneno. Yani anajigamba. Sasa hizo umepatana na watu, sasa hizo hajaulizwa, yani automatically yeye already ashaanza kujigamba. Oh, hey, I have money, I'm rich. Oh. Sasa mpaka imefika mahali hata hujaitishwa, ametoa mpaka screenshot vile yako na 6 million kwa account. I'm like, 6 million? What do you mean uko na 6 million kwa account? Na tumetoka kukwama pale kwa petrol station juu ulikuwa umekosa dhao ya kufuel. Ama mahesabu, what is not mathing? Ni wapi mahesabu wazingiani? So apart from that, I came to know huyu ni mtu alikuwa pathological liar. Okay? But kitu ilikuwa inamsaidia hiyo gari, unajua sasa hiyo ilikuwa gari ya heshima. Mahali popote unaenda hivi askari, soja, marafiki zangu, kila mtu, lakini hauna habari. Mimi ndiye napitia, mimi ndiye najua first hand information of what I am going through as a passenger princess in this car. I am the only one who understands the problems that are going on, because behind the scenes mimi ndiye nakava mavitu, mimi ndiye nakava kila kitu. Inafika mahali mpaka analeta kiburi, anaenda sijui nini, anasema hawezi niuliza, hawezi simamisha gari yangu, hawezi. I'm like, na sasa ile siku tutasimamishwa, sasa hii pesa itatoka wapi? Hauogopi. Sasa kitu hata ilifanya sasa mambo ikaharibika kabisa. New Year's Eve tukaenda kwa marafiki zake, tukavukisha New Year vizuri sana. So and hiyo time gari ilikuwa imewaka fuel. Na namwambia hebu fuel gari yako. Naambia pana, say no my car, nitafuel tukirudi. I'm like, okay. Sawa. So as we were going back home, ndio hiyo gari imekatikia katikati ya barabara, na ni usiku 3 am na ni New Year's Eve. Sasa tunasikia hii barabara inakuwa dangerous. Madriver tu anapita hapo, ananiambia what's happening? Take care. This road is not that good. Wanapita wanaenda. I'm like, sasa hizi ni gani sasa? At least hata watch, at least ndio tumevuka mwaka, at least wacha nione mwaka jamani, mimi nitaenda hivi. And the guy was not bothered. He was not bothered. Tulitoka hapo juu rafiki yake mali tulikuwa tumetoka, alimpigia simu rafiki yake, akaendea fuel akanunua na akakuja wakaeka nini, na akamwambia nitakurifandia. As usual, huyo rafiki yake alirefundiwa hizo pesa. Sasa to fast forward, ilifika mahali sasa huyu mtu anaongea, naona tu ni kama mbuzi inaongea. Unaona vile unakuwa umechoka na mtu ukiongea, unaona tu ni mbuzi inaongea. So by the time tunaachana, mimi nishaanza kutafuta na calls. Aliacha deni hapa, uliniintroduce kwa mtu. Kwa hivyo wale watu wote nilikuwa nimeintroduce kwa garage, duno hapo amelipa. Mimi nilibaki na madeni huku 20,000 kwa tires, sijui how much, sijui. Mapenzi is the devil.